nyinyi ni watu muhimu sana. Serikali inawategemea, wananchi wanawategemea, taifa linawategemea. Naamini kabisa baada ya semina hii mtatusaidia sana Wizara ya Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira kufikia malengo. Nini malengo yetu? Malengo yetu ni kwamba kwanza kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuhakikisha kwamba tunafanya kila linalowezekana kufikisha elimu kwa umma wa Tanzania kuhusu muungano na hasa faida na fursa zake. Kwa hiyo tumekuja na mkakati kabambe ambao umehusisha mambo mengi. Mkakati huu ni mkakati wa mwaka mzima. Kama mlikuwa mmetuzoea kuona tunatoa elimu ya muungano, tunafanya makongamano wakati wa sherehe za muungano, sasa hivi kupitia mpango huu tumeamua kutoa elimu ya muungano kwa lengo la kuimarisha, kulinda na kuhudumisha katika kipindi cha mwaka mzima. Kwa hiyo tuna program nyingi sana, ikiwemo program hii ambayo inawakutanisha leo nyinyi waandishi wa habari. Tuko na dhamira ya kujenga uzalendo, kukuza uelewa, kujenga misingi pamoja kuimarisha umoja, mshikamano wa taifa letu, lakini bila kusahau kurithisha. Tunataka sisi turithishe muungano huu kwa vizazi vinakuja kama ambavyo sisi tumerithi. Hatutaki kuwa sehemu ya watu ambao, na nadhani hata nyinyi waandishi wa habari wariri, hamtaki kuwa sehemu ya watu ambao mtakwenda kuwa kulaniwa na vizazi vyenu. Nitumie lugha kali ili mnielewe kwamba ikitokea mmeshiriki au mmekuwepo katika muda ambao muungano huu umepasuka, alafu watoto na wajukuu zetu wakaanza kukabiliana na madhila, watauliza, baba yangu au babu yangu alikuwepo kipindi hicho kama mhariri, alifanya nini kuzuia hii leo, hii balaa lilonikumba mimi hapa leo? Wakati wao waliishi vizuri tu kwa amani kutokana na wazazi wao waliweka mazingira mazuri ya kuwarithisha wao. Sisi leo hapa umetuachia hali kama hii. Kwa hii ni dhima ambayo sote ni wajibu wetu tushirikiane. Na tukifanya hivyo itatusaidia kwenye mambo mengi sana. Kwanza, uelewa ambao ni mdogo sasa kuhusu masuala ya muungano kwa makundi yote utaimarika. Tutaweza kufikisha ujumbe kwa jamii nzima, hususan vijana, kwa ufanisi zaidi, hasa katika kipindi hiki ambacho kuna mabadiliko ya teknolojia. Tutakabiliana na upotoshaji mkubwa ambao unaendelea kukua kwa kasi kuhusiana na muungano wetu. Tunaendelea kuimarisha uzalendo na kupunguza chuki za baadhi ya watu wanaotaka kusipandikiza, ikiwemo wanasiasa ambao wako watu wanadhani kwamba ili mimi nipate madaraka niseme chochote tu. Kama kuna jambo ambalo linaweza kunifanya nimshawishi mtu, hata kama ni la dhambi, hata kama ni baya, ili mimi nipate madaraka, basi wako watu wako tayari kufanya hivyo. Na hii tumeweka mifumo mizuri ya kufanya hii kazi ya elimu kwa umma, na nyinyi ni wadau muhimu. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tutayafanya, na leo hapa nimeona katika mada yamegusiwa zitakazowasilishwa hapa, ikiwemo historia ya Tanganyika na Zanzibar. Watu wanadhani tu kwamba Mwalimu Nyerere na Mzee Karume walikurupuka tu kutoka usingizini wakasema tuungane.
hawajui historia ya watu wa nchi hizi, ilianzia wapi, ushirikiano wao ukapelekea kufanya haya waliofanya. Lakini kuna watu hata leo misingi ya muungano haijui. Wako watu hao. Lakini pia tutapata fursa ya kufahamu miungano mingine ya nchi mbalimbali duniani ni miungano ya aina gani, imefanikiwa vipi, imefeli vipi, madhara ya kufeli kwa miungano hiyo, faida za kudumu kwa miungano hiyo. Kama leo tuna mataifa makubwa ambayo yanapiga hatua kwa kasi, Marekani moja hapo na mengineyo, mataifa yenye nguvu zaidi duniani kiuchumi na kijeshi. Fursa za muungano, tumekuwa pesi kuzungumza kero na changamoto, lakini fursa hatuzisemi. Waliofaidika na fursa hizo tutawaibua na kutaka wawe mabalozi na mifano kwa wengine tuliofaidika. Na jukumu kama Mtanzania, jukumu lako ni lipi katika kuhakikisha unaolinda muungano? Kwa mambo ni mengi, na ndio maana leo nimeangalia hapa mada, nimefarijika sana na kuridhika, lakini nimeridhika pia na watoaji mada hizo. Kwa hiyo katika huu mpango kabambe nimesema hili hapa ni moja, lakini makongamano haya yataenda katika maeneo mbalimbali, ikiwemo hasa nimezungumzia kuhusu changamoto ya vijana, na nyinyi mnajua jinsi population yetu sasa hivi ilivyokuwa na idadi kubwa ya vijana, wanafunzi wa sekondari, wanafunzi wa primary, wanafunzi wa vyuo vikuu na hata waliomaliza elimu zao. Kwa hiyo tunataka tujikite katika maeneo ambayo yanagusa vijana, kupeleka ujumbe huu. Tutakwenda katika maeneo walipo, program kwenye vyuo vikuu na mengineo, lakini program ambazo pia zitagusa mambo ambayo ni vivutio kwa vijana, michezo, burudani, na tutapita kila mikoa kupeleka taaluma hiyo. Nichukue fursa hii kutoa pongezi zangu za dhati kwa baadhi ya makampuni na mashirika yaliyoanza kutusaidia kufanya kazi vizuri. Leo hii ukipanda SGR utaona matangazo ya elimu ya muungano. Ukipanda leo boti kwenda Zanzibar, boti ya Azam, utakuta matangazo kuhusu muungano. Kwenye television mbalimbali, TBC na nyinginezo, ZBC, utaona matangazo mbalimbali ya elimu kwa umma kuhusu. Lakini tunataka tuje na ubunifu wa kutengeneza program za ushindani kwa vijana kuhusu masuala ya muungano. Lakini pia program kabambe ya kutoa elimu kupitia mitandao ya kijamii. Muungano Caravan, maonyesho. Lakini katika kutekeleza maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan aliyotoa wakati wa kampeni kuhusu kuanzishwa kwa makavazi, nataka niwaambie ndugu hariri mlioko hapa, jambo hilo limeshaanza kutekelezwa, na kwa kuanzia tutaanza kutumia jengo letu la makao makuu mapya ya Wizara ya Nchi, ofisi ya Makamu wa Rais, iliyopo Dodoma pale Mtumba, ambapo tumeweka floor nzima kwa ajili ya kumbukumbu za muungano. Hiyo ni hatua awali, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na makavazi Zanzibar, lakini tunakuwa na makavazi kwenye jengo maalum, na tupo katika hatua za kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Elimu kuweka program maalum kwa ajili ya wanafunzi wa shule na vyuo vikuu kufanya ziara katika makumbusho yetu. Lakini tutawatumia wazee. Leo nimemwona balozi wetu mstaafu Mzee Liundi, tunakushukuru sana mzee wetu kwa kukubali kuja hapa.
Hawa ni watu ambao wameishi kwenye muungano, ni watu muhimu sana. Hawajasoma kitabu, hawajahadithiwa, wameshuhudia. Tutawatumia ipasavyo. Tunaomba wazee